Karibu katika Hali Halisi, ukweli haubadiliki. Leo Januari 22 mwaka 2026. Ninayekukaribisha ndimi Johnson Jabir. The Gates Foundation na OpenAI wamezindua ushirikiano ambao watatoa kiasi cha shilingi bilioni 127.5 kusaidia nchi kadhaa za Afrika kwa kutumia akili mnemba kuboresha mifumo ya afya, kupunguza athari za ukata wa misali ya kimataifa ifikapo mwaka 2028. Mpango huu utaanza kwa ushirikiano na Rwanda, ambapo zaidi ya kliniki 1000 zitaendeshwa kwa mfumo wa akili mnemba. Yeah, so when people think about AI in healthcare, they're deeply aware that AI is going to help on the discovery side because AI can model complex disease processes and protein shapes, and so it's going to accelerate new tools being available. But I would say it's even more important that AI will be used on the delivery side. And that's true in rich countries, but it's even more true in developing countries where you're never going to have enough doctors or clinicians to deal with the demand manually. Mwaka 2025, Rais Donald Trump alizuia misaada ya kimaendeleo ya Marekani. Baada ya ushindi wa kombe la mataifa ya Afrika AFCON, Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye amewapa wachezaji wa timu bonus ya pesa na ardhi. Wachezaji watapewa kiasi cha shilingi milioni 343 za Tanzania kila mmoja na robo ekari ya ardhi katika eneo la ufukweni. During the entire competition, while watching them play, we felt that they had this mission in mind and that they had it in their hearts to bring back this cup and to make the Senegalese people proud. They did it heroically, they played beautiful football, they were incredibly fair, and they were exemplary, both on and off the field. We can only be proud of them. Kwa ujumla, wachezaji wote watapokea kiasi cha shilingi bilioni 7.6 za Tanzania baada ya ushindi huo kutoka kwa Rais Faye. Aidha, rais huyo mwenye umri wa miaka 45 ametoa siku moja mapumziko kwa taifa hilo. Ushindi huo wa taji la Afrika umeipandisha Senegal katika viwango vya FIFA hadi nafasi ya 12, huku Morocco ikipaa hadi nafasi ya 8. Nigeria ndio taifa pekee barani Afrika mpaka sasa kuweka rekodi ya kushika nafasi ya 5 katika viwango vya FIFA, ambapo iliweka rekodi hiyo mnamo mwaka 1994. Mafuriko makubwa yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 100 nchini Msumbiji na vifo vingine vimeripotiwa nchini Afrika Kusini, na kukishuhudiwa shughuli za uokoaji kwa kutumia helikopta. Mafuriko ya mwaka huu nchini Msumbiji ndiyo mabaya zaidi kuwahi kulikumba taifa hilo la kusini mwa Afrika, ambapo takriban watu 600,000 wameathirika na wengi wao wakiwa ni watoto. Watu wapatao 50,000 wamelazimika kuyahama makazi yao. Mafuriko haya yamechangiwa na kufunguliwa kwa bwawa la Masingiri lililopo katika jimbo la Gaza nchini humo. Na shirika la ndege la Ethiopia limetangaza kununua ndege 9 mpya Boeing 787-9 Dreamliners kwa ajili ya kupanua mtandao wake wa safari za kimataifa. Shirika hilo kubwa la ndege barani Afrika mpaka sasa lina vituo 145 linavyotoa huduma kimataifa. Kununua ndege hizo kunajiri baada ya tukio la Novemba mwaka 2025 lililofanyika Dubai, ambapo shirika hilo lilinunua engine 11 za Boeing 737 Max. Mkurugenzi mtendaji wa Ethiopia Airlines Mesfin Teso amesema wataendelea kuagiza zaidi ili kuendana na teknolojia za kisasa zinazokuja kila wakati, hivyo kulifanya shirika hilo kuwa endelevu. Na hiyo ndiyo hali halisi ya leo duniani. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Panapo majaliwa, ndimi Johnson Jabir. Endelea kuwa nasi. Hali halisi, ukweli haubadiliki.